utakuja kuona not useless, lakini sasa ni not useless. Ni watu wanakuona kama useless. Mwangalie wacha kuiangalia. Angalia huyo mwenzako, mwambie you are not useless. You are very important. You are wonderful. Wonderful man. Bwana Yesu asifiwe. Kila mtu akona Mungu wake. Kila mtu akona baraka zake. Maana Mungu anatupenda. Siku hiyo wakati mmoja nikiwa ndani ya jela kamili Kristo. Block D. Block up where? Hapa ni mwanangu. Hapa tukoni sisi watu. Wewe kulia tu kati bila sikuachilia wewe. Sio? Wewe ndio mtani, mimi nakuja mtani, tutatenda mimi mtani. Na tutatenda kumzuri kabisa. Naona kama huyu jamaa kutoka ndege kikuja. Sasa machozi sasa tutafuta hii kabisa kama niondoke. Na hii bunduki itoe. Na machozi itoe. Simuona mimi kwa kwa mchacha kuja. Sema ndio sana. Look at this man. Jamii transformation. It is the beginning of transformation. Kila mtu atabadilika. Mwambie mwenzako kila mtu atabadilika. Hatutaishi hivyo milele. Hatutaishi hivyo milele. God has a reason, has a chance, and God has a plan for you. Mungu anasema I have got a good plan. Not a plan to destroy you, a good plan to make you better. Mimi sikuwahi kufikiria nitasimama kama hapa nikuhubirie maana wakati wote nikiwa nikiwa kamiti nilikuwa nakwambia sasa nikiwa kamiti kutoka Bwana Yesu sana. Ninaita kwa yako dem wakati wameenda huko kamiti watu kamiti na watu wa Kristo wote wanaoka kamiti. Unajua kutoka nini? Unajua kwa dem? Thank you. Ulikuwa umeenda kwa sababu gani? Condemn bado. Ulikuwa umeenda kwa sababu gani? Robert Devale. Robert Devale ni mwizi. Bwana Yesu sana. Nikiwa pale sikuwa na hofu ya kutoka nje. Maana hata mimi nilikuwa nimepelekwa pale Tabora University. Na tulikuwa tumeambiwa hakuna kutoka na hakuna nini, tulikuwa tunangojea kuchinjwa. Lakini there is one thing that happens when tukakuwa tukienda pale kanisa, kuna kanisa kudani tulijenga. Tukakuwa tukienda pale tunaomba. Mungu akasema unaenda kuachiliwa. Na aliyesema naenda kuachiliwa ni Mungu alikuwa amechukua na yeye. I want to tell you God can use anything for your life. Yule aliyenitabiria nitaenda kuondoka alikuwa amechukua na levi ya chosho. Alikuwa amechukua. Si levi ya mtoto, levi ya nini? Ya chosho. Yeye ndiye alikuja akaniambia, "Mungu amenisema." Alikuwa mkisi. Mungu amenisema. Mungu ameniambia, "Kesho unaenda kuachiliwa, ukienda kotini, utaachiliwa." Nikamwambia yeye kwenda wapi ile pistol kutoka hapa. Maana kitu kinatokea. Ulimuuliza, "Si ungeshika mwanamke age yako, unaenda kushika chosho, ulisikia nini?" Bwana Yesu sana. Akaniambia utaachiliwa. Wewe achana na maneno yangu, wewe utaachiliwa. Nilipofika kotini nikakuta Amos wako ameweka kitu inaitwa no protection. Kumbe nikajua mtu yoyote ambaye yako dunia hii ni muhimu kwa wakati wake. Huyo mtu ambaye unaona ni kama hafai ni muhimu kwa wakati wake. Hakuna mtu hawezi kuwa msaada katika maisha yako. Hakuna mtu hawezi kuwa baraka katika maisha yako. Wacha kumuona huyo mtu kamdharau. Wacha kuona mtu kwa sababu ni mchafu, ni mtu ambaye anakaa penye amekaa, ni mtu ni kama hajielewi, ni kama hajielewi. Hapana, anajielewa. Amekaa hivi kwa sababu Mungu anangojea wakati yake hapa nchini. Amen. Mwambie mwenzako ndio kubarikiwa. Mwambie mwenzako yale maisha watu wamekuwa kikuona hata kama haufai, utakuwa bila blessed person. Mwambie mwenzako you are blessed person. Ama mtu kisuku. Sema you are blessed person. Mtu kisuku. Sema you are blessed person.
mwambie huyo hiyo tabia wewe unasema pia na president basi unalala tu. Unalala tu kama leo. Hata leo mtu amebarikiwa. Angalia mpaka uko na meno ya chuma. Na sisi yote tunataka meno ya chuma na wewe hauna. Hizi hatuna. Wewe ndio umebarikiwa kupata meno ya chuma. Bwana Yesu sana. So sababu ambayo nimesema tukuje hapa siku ya leo ni umekuja hapa kwa sababu ya kitu moja. Tuongeleshane. Tuulizane. Maana wewe ni Mjaluo. Wewe ni Mkikuyu. Wewe ni Mkamba. Ni sufuria ngapi zimeongezeka kwako kwa sababu wewe ni Mkikuyu? Ni pesa ngapi imeongezeka kwako kwa sababu wewe ni Mjaluo? Ni nini ya maana uko nayo kwa sababu wewe ni Mkamba? Kwa hivyo sisi wote tuelezee. Kuna kitu nimewaitia. Kitu cha amani. Mimi ndio nilikuwa mtihani na mkorogaji. Ule mtu ambaye anaweza kukoroga kuharibu Kenya mzima, nilichoma Kenya mzima. Nilipigana vita za kikabila zote, hakuna kitu sikuhusika. Bwana Yesu sana. Mimi ndio nilichukua matatu zote za barabara, hizi ndio zote mimi ndio nilianzisha. Kulikuwa na jeshi ilikuwa inaitwa kama jeshi hapo mbele. Tulikuwa halo. Mimi ndio nilikuwa tunatembea na mtu alikuwa anaitwa Wanego, mimi na mko Tanzania. Nilikuwa Wanego na watoto. Na rasta. Mimi ndio nilikuwa nawaekea hapa kuja. Lakini licha hiyo yote na pesa yote benki, hakuna benki hapa sijavuja, hizi benki naona. Hakuna benki itanipatia kwa chakula kidogo. Lakini licha hiyo yote sikupata amani. Unajua? Licha hiyo yote sikupata nini? Nilikuwa na pesa kwa akaunti moja, siku moja akaunti yangu moja ilikuwa kwa lakini sikuwa na hela kwa mtu. Nilikuwa na hela kwa watu. Nakuja na hela kwa huyu leo ananipicha. Naenda kwa huyu leo ananipicha. Naenda kwa huyu ananipicha. Hapo ndio nilifanya tabia mbaya zaidi, nikazaa watoto wengi zaidi. Maana kila mama alikuwa anarekodi hivi. Nilikuwa na huyu. Sasa niko na watoto 30. Chukua za YouTube. Ni baraka. Life huwezi jua. Hata wewe umesema nipatie moja. Hii mama anasema hata mimi nataka moja. Upya iko wewe. Bwana siwe sana. You will never have peace without God in you. Hata ukuwe na mamilioni ya pesa. Hakuna mtu Kenya hii sijakula na yeye, Raila, Kenyatta, Ruto. But there is no peace without God. Hata ukijua kuiba, maana tunajua kuiba vizuri. Watu wanakuwa na vidole ya kipisa hivi. Kuna msichana wangu hapa, wakati ametoka hapa tu juzi ametoka hapa. Ameniambia kibeti yake ilikuwa imefungwa vizuri lakini simu ilitolewa. Nikamuuliza unaona kama ilitolewa wapi? Maana mimi nilikuwa nimeshika kibeti na nimeweka wapi? Na simu ilitolewa. Na mimi kiangalia sura hiyo mwenye alichukua ni kama ninamuona hapa. Sasa hiyo anatoa simu. Sio kibao. Sio kibao. Bwana Yesu sana. Lakini naona mko hapa leo. Wale ambao mmechukua simu hata mkichukua msanyaji wa simu. Mimi nilikuwa napiga watu keta. Hapa OTC nimepiga watu keta. Bwana Yesu sana. Hapa OTC na nichona bandani hapa. Nimechoka maji na mkono. Nakwambia ekelea. Sasa ukiona maji sitatoa pesa yote. Yes, hiyo yote nimefanya. Lakini sikupata amani. Are you listening to me? Hiyo yote nilifanya lakini sikupata nini? Sikupata amani. Na amani huwezi patikana if there is no God in you. I want us to change our lives. Don't tegemea Mungu.
Wakati niliona hiyo mambo yote nikiwa kamili nikingojea kwenda kunyoko, maana nilipelekwa mpaka kwa hiyo mchini, nikavalishwa kabunia kabla, nikavalishwa hapo hapa, wakafikia ile mashini, badala mashini iliteremsha chini, hiyo mashini ikapanda na juu, na ikipanda na juu mifuko iliondoka na chini. Nikiwa pale Enterprise Road kwa tumeenda kuiba kwa mtu fulani hapo, tuliba macheni za gold. Wahindi ni wachana, sema wahindi ni wachana. Tulipochukua tukapanga makoto, tulikuwa tukipanga kando, tulianza kuzunguka hiyo nyumba, unaweka koto, unaweka hapa, tena naenda unaichukua tena unarudisha. Tulikuwa asubuhi tukibeba tunarudisha, tukibeba unarudisha. Tulikuwa tumechoka baya asubuhi. Sasa siku hiyo wakati polisi walikuja walisema kuna haja ya kusamea hao, tulitolewa hivi, tukaambiwa tupangane na hivi, tupigwe risasi wote, tukapigwa risasi. Mimi nilipitia hapa, niligonga ikatokea kwa tumbo, mimi nikaanguka, wao wengine wote walikufa, mimi nilikata tumbo. Ninaona watu kama watano hapa sita washapigwa risasi kama huyu anataka kupigwa risasi. Ndio ni manio. Tumepigwa risasi hapa. Polisi unaiona? Nikamwisi hapa watu wakikaona. Lakini Mungu amempenda. Ndio maana ukufa na kuwekwa hai. Ndio siku moja useme nilipigwa risasi. Mimi leo nasema nilipigwa nini? Nilipigwa risasi. Na Mungu alisaidia akaniokoa. Jamaa alikuwa mbaya. Ndio risasi. Ndio alikuwa yangu. Ama imepigwa kwa sababu yangu. Inua mkono. Gava inakutafuta sana. Wakati wako hapa na watu wanakuja. Hiyo wewe unasema. Wewe unataka kuwa nayo. Acha kuangalia kando. Wewe unataka kuwa nayo. Bwana bunduki si makosa. Halo, bwana bunduki si makosa. Sasa unaitumiaje? Unaifanyia nini? Ni nini uko nayo? Unabebea nani? Ule unayembebea hapo na Mungu. Unajiuliza swali. Kwa nini uchukue bunduki utishie ule mtu mwingine? Kwa nini uue mtu mwingine? Ni kwa sababu uko njaa. Kwani Mungu alikupatia mikono ya kufanya nini? Ya? Mungu alikupatia mikono ya kufanya nini? Si kufanya kazi. Why can't we work? Mbona tusifanye kazi? Mbona tusiachane na mambo ya kutaka vitu za kupewa bure? Mbona hiyo hamna unataka kupatiwa? Mbona usiachane nayo? Ukweli maana uko na akili. I can see the brains. Uko na akili. You are geniuses. Hapa sijaona mtu mjinga hapa. Naona hapa ni genius. Ni watatu tu wanakaa hapa na wisa huyu anatuambia nini? Yakipatia ile kitu anapata kweli. Kuna hapa anasema huyu naye alikuja kutuhubiria. Leo ni sana. Leo ni Wednesday. Leo ni nini? Siku ya kubarikiwa. Mwambie mwenzako ni siku ya kubarikiwa. Ni siku ya kubadilisha maisha. Leo lazima tubadilishe maisha. Our life must change. Si vizuri kuonekana kama yule mtu. Huyu mtu alianza kujabasi akiwa mdogo sana. Na niki alianza kujabasi akiwa mdogo sana. Kijana kadogo sana. Alianza kujabasi ukiwa kimzee. Na si uko unafanya ujabasi ndio utajirika. Unafanya imani. Ulianza kujabasi.
Ukiwa mdogo. Kuna hii kiherehere yako nilikuwa namchukua. Ulifanya ujambazi ndio utajirike. Na sasa hivi bado wewe ni maskini. Hebu waambia hawa watu. Wacheni ujambazi. Mtu wa kweli. Waambia angalia mpaka sina. Afanye na mkono yake, afanye kazi ya mkono yake. Ubarikiwe na Mungu. Kwa amani inatafutwa kwa Mungu. Ukienda kuiba usikuoka na meno. Ukienda wapi? Kupigwa. Kama una meno, una pesa, bado unaendelea kuiba. Ndio kutafuta amani. Uliambiwa ukirushiwa risasi itatoka nini? Dushi. Yaani uliambiwa ukirushiwa risasi itakuja ikiwa dudula. Sasa unakaa hivi ukajipatia mwili. Ulipigwa risasi wapi? Ukirushiwa risasi inatokea ilikuwa jiwa. Itakuwa jiwa, itabadilika ikuwa jiwa. Mbona hii kubadilika? Nimechoma. Ukasikia poa? Nikapelekea watu wetu shida. Pole sana. Nitakusaidia uweke kazi. Unaweza kufanya kazi? Utawacha pombe. Ya kupika gogoni, utakuwa sawa. This was second. Chukua namba yake. Hizo vitu anasema unitafutie. Nitampandishia maana huyu mzee alikuwa wa Mokeke, si ndio? Na watu wa Mokeke ndio walikuwa wamedanganywa, ukirushiwa risasi itakuwa ni kula. Sasa nimekumbuka ni mimi nilikuwa nimetengeneza hiyo uongo. Pole baba, mende imeenda risasi kwa mwili na hukuenda dudura na bado uko na shida. Mungu akuhurumie. Hiyo shida imeisha kutoka leo. Lazima. Unaenda? Unamwamini kweli? Hapana. Huyo hapana. Ni jirani. Jirani. Mzee. Jirani. Hapo. Kiako. Ati ni jirani. Ndio 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 hapo. Sasa ni jojo. Au niende. Umesikia? So there is this one thing I want from you. Tusaidiane. Maana na mimi pia nimesaidia. Ndio nikatoka na mambo ya muziki tunakwenda na shetani. Wale bado wako kwa muziki, tulikuwa tunafanya mambo ya shetani, ya wizi, ya kupora watu, ya kuvunja mali za watu, ya kufanya mambo za ovyo. Wale wako Gaza kama huyu ni Gaza, kuja tena hapa. Wewe lazima usimame, ukuwe mtu mzuri. Unajua huyu mtu anaweza kuwa MCA. Anaweza kuwa MCA. Nataka ujiheshimu. Hawa wamesema ujiheshimu. Na kutoka leo ninataka kutembea na wewe and I will make you support. Hapo kwa kata ukiona mtu yote amepaka hizi vitu ni Gaza. Hata mimi naona hapa ni watoto wa Mugeke.
Ni baraka ya nani? Ya Mungu. Ni nini inakusaidia nani? Ama kuna mtu anataka asikilize huko? Hawa tisha sana. So the most important thing is how we can be able to change our lives. Sindio? Ndio tuweze kuona huyu mtu ambaye anakuambia anafanya namna gani. Si tunaweza kuchange our lives? So we can become better people. We can stop being hooligans. Tunaweza kuacha kuitwa goons. Tunaweza kuacha kuitwa mongeke. Tuache kuitwa Gaza. Tuache kuitwa wakora. Tuitwe watu wa Mungu. Sindio? Unanielewa lakini? Hiyo ni maana ile tulikuja hapo. Si kupitia kingine. Kujua kwamba kuna Mungu mbinguni anaye na uwezo na mamlaka ya kubadilisha maisha. Unapopona kitu ujue hiyo ni kazi ya shetani kufanya. Unapopiga mtu ujue hiyo ni kazi ya shetani kufanya. Mmesoti hapo nje? Wako hapo? Tuwazo? Waambie waende. Waende tu. Walichelewa. Hapa tunakaaga na hapa ni mimi nitaikama. Mimi ukichelewa masaa usikuje. Tukisema ni saa 4 kama si saa 4 usikuje, sio? Ndio today is what I want to support you. I want to work with you. I want to do these events with you. Na tunaanza na wapi? Tulianza Jakarta, sasa tunakuja hapa City Center. Na hapa tutakuja hapo kupiga magoti kwa Mungu, tumwambie Mungu. Siku nyingi tumeitwa majabasi, siku nyingi tumeitwa abuzi, siku nyingi tumeitwa hivi, tumekuja kusikie, kukusamehe, utupatie njia. Hata huyu mtu alikuwa kama wewe, hata huyu Raila alikuwa mtu kama wewe, Uhuru alikuwa mtu kama wewe, and God help them. Ukasimama, you can also become. Your life can change. You can be a better person. Ile kitu nataka kuhimiza kutoka leo. Usimuone mtu Mkikuyu ama ni Mjaluo ama ni Mkamba. Muone huyu mtu sio brother. Bwana Yesu asifiwe sana. Mnaenda kwa matanga, mtu mmoja akikufa, unakuta watu wote wanakuja kusindikiza mwili. Ndio, watu wote wanakuja. Kuna mtu alikuwa ananiambia ukitaka kujua unapendwa. Sema ukitaka kujua unapendwa. Mwambie mwenzako ukitaka kujua unapendwa. Wakati ukitaka kujua unapendwa. Okay, sasa kitu kizuri. Ukitaka kujua unapendwa. Jaribu tu kufa. Jaribu tu kufa. Just jaribu tu kufa. Wote wenye watu watakuja wakilia, wakiomboleza na watatoa pesa kwa sababu yako. Najua mambo ukiwa hai. Bwana Yesu sana. Kama ni kupendwa, upendwa ukiwa hai. Wacha hiyo kupendwa kama umekufa. Sisi wote ni wananchi wa Kenya hii. Hakuna Mkikuyu, hakuna Mjaluo, hakuna Mkamba, hakuna Mluya. Sisi wote we are one family. Kule isikuje kukubadilisha ama kukufanya uone ati mimi ni 2 term na wewe ni 1 term. Nikurushie nguvu kwa sababu wewe ni 1 term, mimi ni 2 term. 2 term inaishaka election ikiisha. 1 term inaishaka election ikifanya nini? Ikiisha. Get it kia normal. Ukisikia huyu ni wa 1 term, usichukulie ni kitu ya muhimu ati wewe ni wa Ruto. So what? Ati wewe ni Gachagua. So what? Ati wewe ni Sifuna. So what? What does it tell you? Ni sufuria ngapi inaongezeka kwako? Ni pesa ngapi wewe? Sema wewe ni Gachagua. Ni sufuria ngapi inaongezeka kwako? Wewe ni Ruto. Ni nini inaongezeka kwako? Shida. Shahidi wa Ruto ndio anakaa mzuri. Niki wa Ruto ndio anakaa mzuri. Wewe unahangaika tu hapa, Niki akinunua gari anakuita pale wewe ukashangilie gari yake. Na sibe hii kwenda kushangilia gari yake. Alafu nakuletea gari inasema ati ninyoka jamani. Alafu unakufa. Watu gari inaanguka inakufa. Uliwahi kusikia Niki anaenda mazishi ya mtu alikufa na nyoka? Hawezi. Atatoa shilingi 10,000 ya kumjua sasa maana amemalizia huyo. Lakini wewe utaenda kuhustle na your brothers kule chini. Utaenda kuhustle na your sisters kule chini. Wewe unang'ang'ana na kufulia watu nguo, unang'ang'ana na kufanya kuendesha pikipiki, unang'ang'ana na kuendesha baiskeli, unang'ang'ana na kukaa maisha yako. Nothing apart from that. We need to change.
Mwambie sasa ni maskini. Sisi ndio investors. Sema mwambie sisi ndio investors. Sisi ndio matajiri. Sisi ndio tuko na power. Because wewe uko na energy mzuri. Hapa nataka tujifundishe, tutakuwa tunafanya lessons. Tujifundishe mambo ya kufanya stock inaitwa nini? Si stock exchange. Ile ya kufanya biashara ya pesa yetu. Money market. Tufanye money market. Tufanye kazi kama hii, unaona interior designs. Halo. Hii interior design tunafanyaka na wale watu tulikuwa nao kabisa. Hapo vipi? Ndio hapo hivi. Hao tunafanya, tulikuwa kamiti, tukakuja tukabiana, hatuwezi kukaa hivyo. Tutatengeneza nini? Kazi. Sasa ndio tutafanya interior hii. Na tumefanya muda mzima sisi tumefanya. Wanaelewa sana. Tulikuwa kamiti, sasa hawa watu wanafanya, wanatengeneza pesa mzuri. You have the hand. Mikono iko. Mikono mzuri. Sio? Hii mikono ina uwezo. Akili. Na mtu kama anakuwa na akili nyingi sana. Alafu ni akili kweli. Kama si banki, ni invest. Bongo. Akipua tu banki kidogo hivi kidogo. Akili yako na akili ina uwezo. Akili inajua kubadilisha kila kitu. Wanaelewa sana. Tukitoa hii banki kwa hapo ndani yako. Tutoe tu kidogo. Tunaona kuna akili mingi. Unajolea